nilichokifanya tu pale nijipeleka tu mimi mwenyewe kwenye kile kikao. Ndio. Okay. Maana yake ulihisi hawajakutambua kwa namna gani? Yaani ulihisi hawajakutambua kwamba wewe ni mzazi mwenzake na marehemu, ni mpenzi wake, au ulihisi mapenzi yana vitu viwili tu. Cha kwanza ni maslahi binafsi, cha pili ni kile ambacho mtu binafsi anakitarajia kutoka kwa yule mtu ambaye pengine anampenda kwa namna moja ama nyingine. Mbele ya kamera ni bi mdogo wa marehemu ambaye amefariki siku za hivi karibuni. Tunaweza kupiga naye story, akawa ametuambia machache dhidi ya mahusiano yake dhidi ya mume wake huyo ambaye aliweza kufariki, lakini mwisho wa siku tuliishia njiani. Leo baada ya kukaa kikao na wanafamilia wenzie, kuna mengi na mazito yameibuka. Hayo ndio tunaenda kupiga story siku ya leo, uweze kuelewa na ukajifunze kwamba ni kitu gani ambacho pengine kilikuwa kinasababisha yale yote yaliyotokea yakatokea. Wanasema tumwache marehemu apumzike, lakini kumbuke kwamba marehemu alikuwa anaishi na watu wengine. Hao ndo pengine tunataka tumalizane nao kwa namna moja ama nyingine, kwa namna ambavyo marehemu alifanya vitu vingi kwenye industry ya filamu hapa Tanzania. Ni mkasa fulani hivi ambao ukiusikiliza kwa makini utaona kama watu hawana hofu fulani, kwa namna ambavyo mazungumzo na majibizano ya kama familia yanaendelea. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho, lakini pia nikukumbusha bandugu, kama ni mara yako ya kwanza na haujasubscribe, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, make sure unabonyeza hayo kisha alama kengele, ili mwana familia hayo usipitwe na mikasa, habari, updates na matukio yote ambayo mara zote nitakuwa nakuwekea. Shemeji yetu, pole na msiba. Asante. Pole sana. Asante sana. Leo kumekucha salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wakati ambao wataka kuwakalisha nyinyi vikao au kukaa kile kikao cha wanandugu, ulitambulika kwamba inabidi ukae pia kwenye hicho kikao? Hapana. Sikutambulika kwenda kukaa kwenye kile kikao, wala sikuitwa. Wala sikushirikishwa chochote kuhusu kile kikao. Yako mimi nilichokifanya tu pale nijipeleka tu mimi mwenyewe kwenye kile kikao. Ndio. Okay. Maana yake ulihisi hawajakutambua kwa namna gani? Yaani ulihisi hawajakutambua kwamba wewe ni mzazi mwenzake na marehemu, ni mpenzi wake, au ulihisi hawajakutambua kwa maana walikudharau, yaani wanakufahamu lakini hawataki kukuhusisha kwenye mambo yao? Yaani pale mimi niliona ni kama dharau, kwa sababu wameshajua kama mimi nina mtoto wa mume wangu. Alafu bado wanaendelea kunikatili. Wameweka kikao afu wanashindwa kunitaarifu. Kwa hiyo mimi nikasema niende, wasije wakawa wameshaweka kikao kwa ajili ya mali afu mimi nimekaa huko sijui chochote. Kwa ndo nikasema niende nikaangalia na nilipo wanaongea nini. Okay. Baada ya kufika walikutambua au waliona kama ni mgeni kabisa kwenye macho yao? Hawezi wakasema kwamba mimi ni mgeni kwenye macho yao, kwa sababu nilipofika tu pale vurugu zikaanza tena. Yaani katolewa tena pale nje. Vurugu zikawa kali. Mimi nikawaambia tu mimi nimekuja tu pale kusikiliza, yani kikao ambacho kinaendelea. Wakaniambia hatujakualika. Wakaniambia kimekuleta nini hapa? Nikasema mimi nimekuja kusikiliza tu yani kwenye hiki kikao, kwa sababu mmekaje kikao bila mimi kunishirikisha? Wakaniambia tunakushirikisha kama nani? Nikasema kama mke mdogo. Wakaniambia mke mdogo sisi hatukufahamu. Ndio nikasema sasa hapa nafanyaje? Kwa hiyo waliponiletea zile vurugu, mimi nikakaa zangu pale nje. Kwa kikao kinaendelea ndani. Okay. Yeah. Sawa. Maana yake haujabahatika kusikiliza kitu chochote ambacho kinajadiliwa pale? Yeah, sikujua chochote ambacho wanaongea pale. Yeah, kwa sababu nilitolewa nje, kwa hiyo nikasielewa wanaongea nini. Ndio. Okay. Pole sana. Asante sana. Umesema ndugu zake na marehemu wachache walikuwa wanakufahamu. Vipi ulivyoenda kwenye hicho kikao, hao ndugu walisimama na wewe au ilikuwaje? Kwa sababu inawezekana kweli ambao hawakutaki ni hawa ambao wanakufukuza. Je, hawa ambao wanakufahamu walikupokea vipi baada ya wewe kujiingiza kwenye hicho kikao? Yaani kama nilivyoongea jamani jana. Yaani wote ni kama wanijui wote. Yaani wote wanasema wanifahamu. Na ambao walikuwa wananijua wote wanasema wanifahamu. Kwa sababu mimi nilipofika pale hata wale mashemeji zangu nikawa nawaambia naombeni mnitetee basi na mimi nisikilize hichi kikao mnaongea nini. Yaani wenyewe ndio walikuwa wakali vibaya mno.
Kwa hiyo nikawa sina jinsi, nikabidi tu nitoke tu nje niangalie hata wakimaliza hicho kikao kama kuna mmoja wapo ambaye atakuja aniambia chochote ambacho wameongea, ndio nikaa nimekaa pale nje. Okay. Yeah. Ulihisi kitu gani ambacho kinafanya au kinasababisha wewe usihusike kwenye hicho kikao? Ni kwa sababu walikuwa wengine hawanitambui kwa sababu nilikuwa bado sijafunga ndoa kabisa. Ya, kwa sababu tulikuwa tunaishi tu, ndoa bado. Kwa nahisi hicho ndio kilisababisha. Ndio kinachosababisha mpaka saa hizi na huo ugomvi unaoendelea mpaka sasa. Yeah. Okay. Maana yake kikao mwisho wa siku kikaisha. Baada ya kuisha ulipata mrejesho wowote labda hata kwa wale ambao wanakufahamu? Hapana, sikupata mrejesho wowote. Ya, ila nilikuwa nasikia tu kidogo kidogo, nilikuwa tu wanaongelea kuhusu pia mali kwa sababu walikuwa wanajua kama na mimi mwenyewe nahitaji mali hizo. Kwa nilichosikia tu walikuwa wanazungumza pale, nilisikia walikuwa wanaongea pembeni. Kwa hiyo nikaa nimesikia kidogo kwamba walikuwa wanaongelea kile kikao, kwa wameita ndugu wote wa pande zote waje wajadili, yani wananifanyaje mimi kuhusu hizo mali. Kwa sababu wakawa wamesema kwamba yani nimekaza sana kwenye mali. Yeah. Okay. Labda kwa fununu zile chache, umepata taarifa zozote kwamba hatima ya mtoto wako itakuwa ni ipi hata kama wewe wanakukataa? Walikuwa wanasema kwamba hata mwanangu hawamtambui kwa sababu wanasema kwamba ule mzee hajawahi kuambia chochote kama ana mtoto mwingine nje. Yaani wanachosema kwamba imekuaje amekufa ndo wanajua kama ana mtoto mwingine, itakuwa wanasema kwamba mimi nitakuwa nimefanya tu yani njama zozote kwa sababu ya pesa. Ya, kwa yani hawaniamini tuseme kiufupi kwa sababu wanahisi nataka tu pesa pale. Yeah. Okay. Ile kama mwanamke ambaye pengine una mashemeji zako, mawifi ambao wanakufahamu, umejaribu kumfuata mwana ndugu yoyote mkashirikiana labda kuongea kitu chochote kile dhidi ya baada ya huu msiba, yani umejaribu kumfuata ndugu yoyote kuongea naye chochote? Hapana, ila nilimfuata wifi yangu. Ya, nilimfuata wifi yangu kwa sababu kuna wifi yangu mmoja ni kama ananielewa hivi. Nikaa nimemwambia anisaidie angalau mwanangu apate chochote kitu. Kwa hiyo akasema atakuwa upande wangu. Kwa sijajua kama naye atanigeuka kama wale wenzake, sijajua bado. Yani naye sina imani naye kivile kwa sababu haiwezekani kundi nzima hapo akatokea mmoja. Kwa hiyo yani sina imani naye kivile. Okay. Sawa. Wanasema pengine inawezekana hayo yote yanayotokea kuna kitu ambacho unaepukana nacho. Unahisi haya yote ambayo yanatokea kuna kitu unaepukana nacho ama inabidi upambane upate haki ambayo pengine unahisi wewe ni haki yako? Yaani hapa mimi nataka kupambana na kuepuka, mimi naepuka umaskini jamani. Kuna mtu ambaye anautaka umaskini. Yaani ulikuwa unaishi maisha mazuri afu ghafla tu unaanza kuishi yani unaanza kuuza mchicha huko barabarani. Hapana jamani, na mimi nataka kupambana nipate haki yangu na mwanangu anahitaji apate haki yake. Kwa hiyo siwezi kuachilia hivi vile jambo. Yaani lazima nipate hata nyumba, nimeshasema. Yeah. Okay. Sawa. Hapo turudi kwenye kikao, tutaendelea kwenye vitu vingine kuzungumza. Mtazamaji, natamani tuende taratibu hivi ili uweze kuelewa mwanzo mpaka mwisho. Wakati ambao kikao kinaendelea ndani na wewe umeshajipeleka, umeshajieleza maelezo, lakini mwisho wa siku wamekufukuza. Ulihisi chuki inatoka hasa kwa nani? Kwa watoto, ndugu wa marehemu au bi mkubwa? Hii chuki nilikuwa naona inatoka kwa bi mkubwa na watoto. Sasa bi mkubwa na watoto. Kwa sababu hata watoto wenyewe wanasema mtoto wako hatumtambui kama ni mdogo wetu wala hatutambui kama baba ana mtoto mwingine nje. Kwa hiyo chuki inaanzia hapo. Yaani hapo ndo msala ni mkubwa. Ni mkubwa na watoto. Kwa sababu hata watoto wenyewe wanasema baba yetu hajawahi kutuambia, kwa sababu wengine wanasema sisi tulikuwa karibu na baba lakini baba hajawahi kusema kama ana mke mwingine, hajawahi. Kwa hiyo anasema kwamba mwanangu hawamtambui. Okay. Yeah. Sawa. Ukipata nafasi ya kuongea na bi mkubwa, yani umepata ile nafasi kama familia ikawa imepambana sana, ikasema iwapatanishe, mzungumze nyinyi kama wake wa marehemu, utatamani umuombe nini bi mkubwa kutoka kwake? Kama nilivyosema jana, mimi anipe nyumba 2 na duka hata moja. Yeah, yani akikubali tu hivyo mimi sina shida na pesa kidogo.
Sina shida. Yaani akinipa nyumba mbili na ile duka moja ambalo nalijua kwa sababu mimi najua maduka mawili. Akinipa duka moja na yeye akabaki na duka moja kwa sababu mimi nazijua nyumba 5, akibaki na nyumba 3 sio mbaya kwa sababu yeye ana watoto wengi. So mbaya. Akanipa na pesa kidogo, sina shida. Okay. Yeah. Okay. Manake still wewe unaomba tu mirathi. Ana watoto wakubwa ambao pengine wana mamlaka ya mali. Jana nilikuuliza lakini sijajua leo umejadili nini. Napenda nikuulize kitu kimoja. Ikitokea zile mali zote alishaziandikia mirathi kwa hao watoto wengine na wewe haupo kwenye listi ya aina yoyote ile, utafanyaje? Hapo nitafanya tukose wote. Yaani nitafanya tukose wote. Siwezi kukubali. Yaani wenyewe waenjoy maisha alafu mimi nibaki huku nje na tanga. Nitafanya wote tuhangaike, wote tuteseke. Yaani wote lazima tuteseke. Kama tutafurahi wote. Kama yani ikionekana kama ni sina hata 100. Yaani sijapata chochote. Lazima tukose wote. Yaani nitafanya vyovyote hizo mali. Hata 100 msilambe. Yeah. Okay. Kwa maana utafanyaje sasa? Utazinyang'anya? Sitozinyang'anya. Ila kama tuseme mfano naweza nikaenda hata nikachoma zile nyumba tukakosa wote. Yale maduka nikachoma tukakosa wote. Na wenyewe watakuwa hana chochote. Yaani pia tutakuwa wote tumeingiziana hasara. Okay. Yeah. Kama binadamu tumeumbwa na wivu ambao pengine unakusukuma wewe kufanya haya yote na kuzungumza haya yote mbele ya mitandao, mbele ya sisi waandishi. Wivu wako mkubwa ni nini kwenye hizo mali? Yaani unahisi atafaidi mkubwa, unahisi umechuma wote na mwanaume wako, unahisi yaani wivu wako mkubwa ni nini? Yaani unahisi ukipoteza kitu gani ambacho utakuwa umekula hasara wewe sasa kama mwanamke? Si wanawake pesa tu jamani. Yaani nikikosa hata 100 mimi jamani nitakuwa yaani nimekula hasara kubwa sana. Kwa sababu yaani pesa ndio inanifanya mimi naishi vizuri, napendeza kama hivi, si pesa. Kwa hiyo nikisema eti nikose pesa, nitahakikisha tunakosa wote kama. Yaani tukose wote kama watoto wake nao wakose na mwanangu pia akose. Tuanze kutafuta vya kwetu. Kwa sababu wote tunang'ang'ania lakini sio vya kwetu. Okay. Yeah. Tulipiga story na mtoto mkubwa wa marehemu akasema kwamba yule mtoto akiangalia anaona kabisa hafanani na familia yao. Upo tayari kwenda kupima DNA? Yeah, niko tayari. Tena na wanapoenda kupima DNA wakikuta kwamba wanafanana nao yani pale yani wanapopokea yale majibu wanipage na hela cash. Yani hiyo ni ya usumbufu. Yeah, niko tayari. Okay. Sawa. Umeishi na marehemu lakini pia amekusapoti maisha yako mpaka hapa alipofikia miaka 3 umesema umekaa naye. Sasa hivi unadai mali. Ingetokea labda marehemu hujui mali yake ya aina yoyote ile, ungekuwa tayari kiasi gani kuridhia kuachana na hii familia ya Bi Mkubwa? Ningekuwa najua kama hana mali, sina shida kwa sababu najua mtu nilikuwa naye lakini alikuwa hana mali zozote. Ningekuwa sina shida yoyote. Lakini najua nilikuwa naye alafu huyu mtu najua ana pesa. Ana nyumba, ana maduka, alafu ana pesa nyingine ziko benki. Alafu niwaachie watu wengine waenjoy. Hapana, kwa sababu mwenyewe nimekaa naye kwa muda. Mwenyewe nimepoteza muda wangu. Siwezi kusema eti niachilie hivi alafu mimi nibaki nahangaika kule muda nilopoteza si ningekuwa nimejenga maisha yangu mengine. Kwa sababu alinikatalia kufanya kazi yoyote. Akabaki tu ananiambia atakuwa ananipa pesa kama mshahara tu nikage tu nyumbani. Okay. Ya kwa sababu ule muda nilopoteza nije nianze tena upya. Hapana, yani lazima wanipe pesa. Kama kukosa tukose wote. Okay. Yeah. Hivi kwenye maisha yako ulishawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji na mani? Hapana, sijawahi kwenda ila kuna kuendelea waganga nitawafahamu tu. Yeah. Okay. Baada ya kukufukuza wewe wakakuweka nje, ulihisi wamekuchukuliaje kama mchepuko wa marehemu? Ulihisi wamekuchukulia kama mwanamke malaya? Ulihisi wamekuchukulia kama mwanamke mwizi ambaye pengine umetumwa kama kuja kudhulumu pale mahali kwa kujifanya umezana marehemu? Ulihisi wamekuchukulia wewe ni mwanamke wa aina gani? Mbaya nilihisi tu wamenidharau. Yaani hisi pale wenyewe wanachowaza kwenye akili zao. Ni sawa hapa sasa mimi nataka pesa. Yaani hisi tu pale wenyewe wanawaza huyu binti anataka tu pesa. Yaani mko sahihi. Yaani mimi mkinipa pesa sina shida na nyie, mkinipa pesa, mkinipa nyumba mbili na duka moja, sina shida na nyie. Kwanza nitakaa mbali na nyie. Ila msiponipa tukose wote. Yaani ninahakikisha tunakosa wote.
Okay. Sawa. Umekuwa ni mzazi bora kwa mtoto, lakini pia umekuwa ni mume bora kwa marehemu, lakini mwisho wa siku leo hii unatengeneza kama kisasi fulani hivi kwenye familia. Hukuolewa kwa ndoa, wala hukutolewa mahali wala pesa. Yaani tuseme ulikuwa ni mchepuko ambaye ulikuwa unanyemelea tu ndoa ya bi mkubwa, lakini mwisho wa siku sasa hivi unadai mali. Kibinadamu kabisa, achana na hiyo kuteseka na nini, kibinadamu kabisa, unahisi uko sawa kweli? Jamani, niko sawa. Yaani niko sawa. Kwa sababu yule pale alivyonifuata alinikuta mimi pia nina maisha yangu. Aliponikatalia mimi kutokufanya kazi, manake sasa alikuwa anataka kunipa pesa. Kwa sababu inaniambia atakuwa ananipa pesa. Kwa hiyo nisifanye kazi yoyote nitulie. Alinikuta kwenye sanaa. Akaniambia nisifanye kazi yoyote kwa sababu ya wivu wake. Mimi nikatulia.